Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Leo tuko na hii kitu inaitwa pillow talk. Na tunaanzia hapa tukimuona bimdada huyo Clara akiwa zake na furaha sana. Ni kwa sababu bwana chumba wake amemtangazia kumvalisha pete ya uchumba. Bimdada anafurahi asikwambie mtu. Bimdada huyu bwana ni mtu wa mitandao. Sema hapana, lazima ni posti kapicha ili wadau wapate kuona. Anachukua simu yake bwana na kuposti kwenye akaunti zake za mitandao. Ni majira ya asubuhi siku nyingine bwana. Bimdada Clara anaamshwa na jumbe zilizokuwa zikitiririka kama sio kububujika kwenye inbox yake. Bimdada Clara bwana anatafuta simu yake bwana na kuchukua na kuanza kusoma meseji. Kilichomkuta bimdada hakuamini. Ni wadau bwana walikuwa wanamuuliza ni kwa nini ameamua kuolewa na muhuni. Bimdada Clara haamini kile kinachoendelea kutokea. Ni furaha yake kwamba imebadilika kuwa huzuni. Analia, anasikitika, anajuta, ni anajiuliza maswali yasiyokuwa na majibu. Sura yake ataificha wapi? Na ni nani aliyemshauri ya posti? Huenda kama asingeposti watu wasingejua. Kumbe jamaa yake bwana na Clara alikuwa anafahamika. Ni mzee wa kupiga na anasepa, anapotea. Kwa wadau bwana wamemwijia juu, anamwambia bwana, hapo umeingia cha kike. Bimdada ni kusikitika tu. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Achana na Clara. Leo tuko tena na huyu hapa manzi. Anaitwa Aurora. Na yeye bwana inavyoonekana ametendwa tayari. Ni anaendelea kupiga zake pombe na sigara kwa juu ili mradi tuendelee kupunguza mawazo. Rafiki yake Nova anamshauri na kumwambia bwana hapana, haya ni mambo ya kawaida. Kwa nini usizungumze? Inavyoonekana bwana ni amepigwa tukio na mshikaji mwenyewe bwana hataki kuzungumza naye. Bimdada Nova bwana anaendelea kumshauri, kwa nini usizungumze na jamaa? Bimdada Aurora bwana ni kuendelea tu kusikitika. Sikutarajia kwamba anaweza kunifanyia hivi. Ni mtu ambaye nilikuwa namuamini. Moyo wangu nilikuwa nimeukabidhi kwake. Kwa nini anibadilikie? Kwa nini asipokee simu zangu? Kwa nini asinijibu? Hata kama kulikuwa na shida au jambo ambalo nimelifanya, si angenisemesha nikaomba msamaha akanisamehe? Ni anasikitika asikwambie mtu. Leo bimdada Aurora ameamua kuvaa mabomu. Huyu hapa kwenye nyumba ya mshikaji. Jamaa haamini. Umefuata nini? Bimdada anasema nimekuja kukusalimia. Ni kwa nini unashindwa kupokea simu zangu? Kwa nini unashindwa kunijibu meseji zangu? Huyu jamaa anaitwa Tom. Ni anakomaa. Nakwambia toka ndani ya nyumba yangu. Nitakufanya kitu kibaya ambacho hujawahi kufanywa maisha yako yote. Bimdada anasema subutu, subutu. Bimdada Aurora anakomaa bwana. Hata kama umepata mpenzi mwingine si ni bora uniambie. Lakini kumbuka bwana uliniahidi utanioa. Huyu bimdada bwana ni king'anga. Ukisikia mabinti ving'anga, huyu ni king'anga. Namkomalia mshikaji anamwambia, yani hata kama ungenisemesha, lakini kumbuka uliniahidi kwamba utanioa. Yani hapa lazima pachimbike hadi unioe. Bimdada Aurora anaamua kusepa ila amemwambia mshikaji nitarudi kuja kuchukua majibu yangu, kwa hiyo jipange. Jamaa haamini, anaduaa. Mr. Tom bwana anaamua kukimbia nyumba. Akiwa zake anazungumza na simu, kwa bahati mbaya bwana anagongana na bimdada Clara bwana. Bimdada Clara bwana anamuuliza Tom, samahani sija kuumiza? Jamaa anasema hapana, hujaniumiza. Chap Mr. Tom bwana anaomba namba. Bimdada Clara bila hiana anampatia Tom na wanakubaliana jioni wangekutana kwa ajili ya mazungumzo. Waswahili wanasema usiku wa deni huwa hauchelewi. Jioni hapa ni wawili hawa, Mr. Tom na bimdada Clara hawa hapa. Simu ya bimdada Clara inaonekana kuita. Jamaa yetu Mr. Tom bwana anaamua kuipokea ile simu na kuikata. Bimdada Clara bwana na duaa. Anashindwa kumuelewa huyu jamaa kwa nini anafanya hivyo. Clara anamuuliza Tom, kwa nini umefanya hivyo? Jamaa anamwambia bwana, tuko kwenye mazungumzo yetu, kwa hiyo simu weka pembeni. Bimdada Clara anaendelea kuduai. Inaonekana jamaa kama vile anamfahamu. Inabidi amuulize Mr. Tom, umenifahamje? Tom bwana ndio anaanza kusema kumbe bimdada bwana ni mtu anayehusika na masuala ya mahusiano, yani ni mshauri wa masuala ya ndoa. Huyo bwana, mimi ni miongoni mwa wateja wako ambao uliwahi kunishauri. Clara anashangaa. Anamuuliza, kumbe ni wewe ambaye nilikushauri kipindi kile mpenzi wako alipokuwa anakusumbua? Anasema ndio mimi. Hali inaendaje huko? Mr. Tom bwana anamwambia hali inazidi kuwa mbaya. Na hapa unaponiona nimeamua bwana kumkimbia. Nije huko hotelini kwa ajili ya mapumziko. Ninakwambia ni bora niachane na yule dada. Yule dada amenishinda kabisa. Bimdada Clara bwana anamwambia pole. Lakini pia hata mimi kama ulivyoona mtandaoni, jamaa anasema ni kweli. Nimeona mtandaoni na wewe huko mambo sio mazuri. Bimdada Clara anamwambia basi sawa.
kumbe wote tuko ndani ya chombo kimoja, mambo yetu yako sawa. Yani ina maana tumezinguliwa huko tunakotoka. Ni wawili hawa, Mr. Tom na mrembo wetu Clara, wanaendelea kupiga stori za hapa na pale, huku wakiendelea kupata vitu. Majira ya usiku, Mr. Tom bwana inaonekana kwenda kumgongea bimdada Clara. Ni anamkumbusha kwamba mrembo wetu alikuwa hajapata chakula, kwa hiyo ilikuwa ni vyema apate chakula, na Mr. Tom bwana alikuwa amemletea chakula. Bimdada Clara bwana anasema hapana, yani unajua sijisikii hata kupata chakula. Ni hatimaye mrembo wetu Clara anapokea chakula kilichokuwa kimeletwa na Mr. Tom. Wanapiga stori za hapa na pale, hatimaye Mr. Tom anaamua kuondoka. Hii ni Amoni TV. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Tunaendelea. Bimdada Aulola anaonekana akiendelea kutabika hapa na pale, ni simu za hapa na pale, ila simu ya Mr. Tom ni kama vile haiko hewani. Jamaa aliamua atulize akili zake vizuri. Bimdada Aulola bwana anaanza kulalamika. Anasema huyu kijana ni kama vile anielewi mimi ni nani, nyumba anayokaa nimemjengea mimi, gari anayoendesha ni mali yangu, kazi anayofanya nimemtafutia mimi. Sasa dawa yake inachemka, lazima nije nimnyweshe, tena ikiwa ya moto hivi hivi. Bimdada Nova bwana, hiki ni kichwa maji, kinamsapoti dada yake. Bwana umemchelewesha, nakwambia umemchelewesha, mpige tukio dada, pige tukio. Mr. Tom na bimdada Clara ukaribu wao unazidi kuongezeka bwana, wakiwa zao gym. Ni stori za hapa na pale, huku wakiendelea kupeana ushauri. Ni siku nyingine bwana, tunawaona bimdada Clara na Mr. Tom wakiendelea kuenjoy, ni wanafurahia maisha. Ni stori za hapa na pale, huku wakiendelea kubadilishana maujuzi, idea. Leo Mr. Tom bwana ameona ni vyema arudi nyumbani kwake, ikiwa ni majira ya usiku. Bimdada Aulola huyu hapa, kama jini vile, alijua tu Tom atarudi nyumbani. Karibu kipenzi changu, nimekusubiri kwa muda mrefu. Nilijua tu utarudi bibi wangu. Baada ya hasira kwa zimeisha, nilijua utarudi kipenzi. Jamaa na dua anamuuliza majira ya usiku umefuata nini Aulola? Mrembo wetu King'ang'a anasema bwana nimekufuata wewe kipenzi changu. Nilijua tu utarudi sweet wangu. Si umenisamehe lakini? Na kwa nini uamue kuondoka kwa muda wote huo? Ungenijulisha hata mahali ulipokuwa. Ningekuja nikakuomba msamaha kama liko jambo nilikuwa nimekukwaza. Baby, naomba unisamehe. Jamaa anaendelea kumkazia. Inakuaje usiku wote huu? Umefuata nini Aulola? Unashindwa kukaa kwako, unazulula usiku. Bimdada bwana anabadilika. Oho, kumbe ni sawa sasa. Sasa kwa taarifa yako nikwambie, nimekusubiria muda wote mahali hapa. Ninahitaji unirudishie nyumba yangu, unirudishie hii gari na kazi ambayo nilikupeleka mimi kwenda kufanya kule. Bahati nzuri wale watu wa kampuni nilikukupeleka nimeshazungumza nao, wamekupiga chini. Mr. Tom bwana na dua. Bimdada Aulola anamwambia, kwa hiyo unipendi mimi, ila mali zangu zenyewe inaonekana kama vile unazipenda. Hilo jambo haliwezekani. Nimekuja kuchukua vitu vyangu kwa sababu hata wewe unipendi. Tafadhali naomba funguo ya gari. Bimdada Aulola anachukua funguo bwana na kuingia kwenye gari, huku akiendelea kumzomea jamaa yetu Tom na kumwambia, wewe hauna tofauti na majambazi wengine. Jamaa yetu Tom bwana alikuwa amesahau kiwaleti chake ndani ya gari. Bimdada Aulola anakitupa kiwaleti nje huku akifyonza. Tena anamuaga huku akimwambia ujiandae na nyumba na kuja kuichukua. Ni siku nyingine, bimdada Clara bwana akiwa anahangaika huku na kule kumpata Tom, anamkuta zake gym bwana. Bimdada Clara bwana anaanza kulalamika, Tom, simu yako kwa nini haipatikani? Nimejaribu kukufuatilia sehemu unapoishi, haupo tena. Au nimekukosea na mimi? Kama kuna kosa nimelifanya au jambo nilifanya ambalo halikukufurahisha, Tom, ungeniambia tafadhali. Mshikaji wetu bwana inabidi aweke chuma pembeni bwana, anamwambia hapana, hujanikosea jambo lolote. Bimdada Clara bwana anamwambia hapana, hebu tuende basi tukapate sehemu tukae tuzungumze. Bimdada Clara kumbe bwana alimleta Mr. Tom kwenye chumba chake. Taratibu bwana anaanza kumuuliza shida nini Mr. Tom. Tom bwana inabidi afunguke. Anaelezea bwana, kuna watu duniani wamekuja kutesa wenzao kabisa. Yaani mtu unatafuta upate unafuu, ila maumivu bwana yanazidi kuongezeka. Ni Aulola tena bwana, nimefika kule nyumbani kanipiga tukio. Vyote ambavyo tumevipata naye amedai ni vya kwake, ameninyang'anya kabisa. Bimdada Clara bwana anamwambia Tom, pole bwana, hivi vitu ni lazima viwepo na ni lazima vitokee, na wakati fulani bwana inabidi tu jitolee ili kuweza kupata furaha. Leo bwana bimdada Clara anamuaga Mr. Tom akimwambia bwana yeye anatamani kurudi nyumbani kwake pia, maana imekuwa ni siku nyingi. Mr. Tom bwana inaonekana kama vile kutokuulizika na jambo hilo,
Nikamwambia basi ni sawa, kwa kuwa umeamua kurudi nyumbani ni sawa, japokuwa mimi utaniacha moyo wangu ukiwa unaniuma, maana ni mtu ambaye nilikuwa nimekuzoea na ulikuwa ukinitia moyo kabisa. Bimdada kwa tabasamu bwana anamwambia kwa hiyo ulihitaji na mimi nibaki? Jamaa anasema kama inawezekana, maana huko majumbani mwetu furaha zipo, hata kama utarudi huko huenda mambo yakawa mabaya kama mimi ilivyonikuta. Bimdada anamwambia hapana, inatupasa tufikie kiwango turudi huko maumivu tulikoyapatia. Ni siku nyingine bwana, tunamuona bimdada Clara akiwa na Mr. Tom nyumbani. Siku ile nini kilitokea mimi na wewe sijui, twenzetu pamoja. Bimdada Clara akiwa ameshika zake sahani ya matunda anaonekana akimpelekea Mr. Tom aliyekuwa mezani akiwa amepakata laptop. Bimdada Clara bwana anamuuliza Mr. Tom, umeshatuma yale maombi ya kazi? Jamaa anasema hapana. Mrembo anauliza kwa nini hujaomba? Jamaa bwana anasema hapana, nimeogopa. Naweza nikaomba tena kazi hapa na nikafanikiwa kupata kwa sababu umenitafutia wewe. Siku tukija tukazinguana ukanipiga chini. Kwa nimeogopa kabisa, sitaki aje atokee kama yale yaliyotokea kwa bimdada Aurora. Bimdada bwana anamwambia hapana, unaogopa. Omba kazi, wewe ni mpenzi wangu. Hata kama tutakuja tuzinguane, siwezi nikafanya hivyo alivyofanya Aurora. Ni siku nyingine tunawaona wawili hawa wakiendelea kubebishana. Kwa bahati mbaya bwana kitunguu maji anawaona. Sura yake inajaa sumu, ni kama vile anataka kuangamiza mtu. Wakati bimdada Clara anaondoa gari, tunamwona bimdada Aurora chizi huyu akiamua kuifuatilia gari kwa nyuma. Baada ya muda bwana tunamwona bimdada Aurora akijitapa. Tom, lazima nikufurahishe, yani hapa nimekukamata, lazima kieleweke. Taratibu bwana anachukua simu yake na kupiga. Upande wa pili bwana tunaona simu ikiita kwa Mr. Tom. Mr. Tom bwana anachukua ile simu, anatazama, ni kama vile anaipotezea, huenda ni bimdada Aurora aliyekuwa akimpigia. Zinafuata meseji bwana, jamaa inabidi aisome. Baada ya kusoma tunamuona mshikaji kama vile ametekewa. Haraka bwana anachukua simu na kupiga upande wa pili. Bimdada Aurora anapokea na kumjibu, "Oh, kwa hiyo umeamua kunipigia kabisa." Mr. Tom bwana analalamika, "Usimuumize. Nakwambia usimuumize, usifanye chochote juu yake." Bimdada Aurora bwana anasema ukitaka nisimuumize, leo uache mlango wazi, usifunge kabisa mlango, tunakuja kukutembelea. Inaonekana kama vile bimdada Clara atakuwa ametekwa na Aurora. Hiki kitunguu maji bichwa bovu kama vile limeshafanya jambo. Mlango unagongwa. Tom mbio kwenda kufungua mlango. Walikuwa ni Aurora na bimdada Nova. Vichaa hawa hapa. Tom anauliza, "Yuko wapi bimdada?" Wanamwambia tulia. Bimdada Aurora anamwambia kipenzi, usiwe na papara, hebu tulia kwanza, leta vinywaji, sisi ni wageni wako leo, tutumie kwanza vinywaji, baada ya hapo ndo tuanze kuzungumza kile ambacho kimetuleta hapa. Tom anamuuliza Aurora, unataka nini tena? Kama ni nyumba, gari na kila kitu nilichokipata na wewe ulishaninyang'anya, huku tena umefuata nini? Bimdada anamwambia hebu tulia. Bimdada Nova kichwa maji bwana anamwambia, kwa hiyo hujaelewa nini? Umeambiwa utuletee kwanza vinywaji, baada ya hapo ndio mazungumzo yafate. Mbona unajitoa akili? Bimdada Aurora bwana kwa dharau anamwambia Mr. Tom, hivi kumbe hii ndio takataka iliyokufanya unisaliti mimi? Nilikuwa sielewi, mtu wa kawaida, uchafu kabisa, unaniacha mimi wa maana unafuata hii takataka. Jamaa anasimika anamwambia, penzi langu mimi na wewe lilishaisha na hiyo ilishabaki story. Hebu tuongee kilichokufanya uje hapa. Mchumba wangu yuko wapi? Bimdada Aurora bwana anamwambia Tom, hivi kweli umesahau mimi ni mtu wa namna gani? Mimi ni mtu hatari. Jamaa bwana anasema ndio maana imebidi nikuache ili upate wa kuendana naye, maana mimi sio mtu hatari. Bimdada Aurora bwana anasema bado hujaongea. Anamwambia Nova, hebu mshughulikie ukijana, unaonekana kama vile hatuelewi. Bimdada Nova bwana anaanza kwa dharau, anamzunguka Mr. Tom, baadaye bwana anamkalisha chini. Ni kama vile bimdada Aurora bwana amepata wazo. Ni anamwambia Nova, bwana hebu achana naye huyo, twende tukamshughulikie kipenzi wake. Ni wanamwacha jamaa akiwa amesimama kama mnara, hajui cha kufanya, ni ameduaa. Bimdada Clara bwana akiwa zake nyumbani jioni. Tom huyu hapa. Ni kama vile panya katoroka kwenye mtego. Anafika anamuuliza upo? Clara anauliza kwani kuna nini? Jamaa bwana inabidi afunguke. Anamuelezea kila kitu, masaibu iliyompata baada ya yeye kuwa ameondoka. Bimdada anashtuka anamwambia hapana, hatuwezi tukakaa na jambo hili ndani ya nyumba. Ni vizuri tukienda kuripoti kituo cha polisi. Mr. Tom bwana anamwambia hapana, tusifanye hivyo. Namfahamu Aurora, ni mkorofi. Tukifanya hivyo bwana anaweza akafanya jambo baya zaidi ya hili. Hebu tutulie tupambane nalo taratibu kwanza kabla hatujalipeleka kituo cha polisi. Siku hiyo bwana hawakuwa na pawa hata ya kwenda kulala kitandani, waliangusha sebleni. Bimdada Clara asubuhi ya leo bwana anaamka na kumwambia jamaa yetu bwana, bibi mimi naelekea kazini. Jamaa bwana anamwambia haina shida, wewe nenda kazini bwana, mimi utanikuta nyumbani.
Haikuchukua muda bwana, bimdada Clara tena huyu hapa ndani ya nyumba, ni analia, ni ameumia. Jamaa anamuuliza kwani kumetokea nini? Bimdada akiwa katika hali ya kulia anajielezea, gari yangu bwana imefyatuliwa breki, kuna watu wameniharibia, sasa nimeondoka tu nimepata ajali. Bimdada Clara kumbe bwana alipata ajali. Bimdada Aurora na jamaa yake Nova walifyatua breki za gari, kwa Aurora amepata ajali. Ni siku nyingine 4 people hizi hapa, ni Tom na Clara, Aurora na Nova. Bimdada Aurora anauliza, hivi kumbe ulipona, hukufa kabisa? Jamani tu Tom bwana anashangaa anamuuliza, hivi kumbe ni wewe uliyefanya hilo tukio? Jamani anasema ni mimi. Ulitaka nani mwingine afanye? Simpendi huyu dada, natamani afe kabisa. Bimdada Nova bwana anamchapa kofi Clara. Wakati Tom bwana anataka kuingilia, Aurora anatoa bisu. Hebu sogea nikutoe utumbo. Wawili hawa bwana wanaendelea kupambania penzi lao kwa Mr. Tom. Aurora bwana anawaambia, yaani mkiendelea hivi nitawatoa roho wote. Wanasepa. Bimdada muda wote bwana ni mwendo wa kilio. Tom bwana huyu hapa anafika na mkumbatia bimdada na kuanza kumbembeleza. Usiogope kipenzi, haya yote pia yatapita. Bimdada bwana anamwambia, lakini kwa nini tusiende kuwashtaki? Hawa wanahatarisha maisha yetu na watakuja watuue kabisa. Jamaa anamwambia, hebu tulia kwanza tuyamalize sisi wenyewe. Huyu jamaa tuna mudu, tunaweza tukapambana naye kabisa. Ni majira usiku bwana, wawili hawa wakiwa wamepumzika, mlango unasikika kugongwa. Mr. Tom bwana anaamka. Bimdada Clara bwana anamwambia, hapana, ngoja nikafungue mimi. Ni kama vile wanabishana nani aende akafungue. Hatimaye Tom bwana huyu hapa anabebelea kimkasi chake, ananyata taratibu. Anafika mlangoni anauliza, we nani? Jamaa hakuna anayeitikia nje. Inabidi afungue mlango. Anakutana na kipaseli kimewekwa mlangoni. Haraka na kiingiza ndani. Bimdada Clara naye huyu hapa, kuna nini huko? Kuna nini huko? Usifungulie ndani, kafungulie nje. Jamaa anamwambia, usiogope, ngoja nifungue. Jamaa anafungua bwana. Alichokutana nacho wote wanadua. Leo bwana wawili hao walikuwa wamepangilia kwenda kupata chakula nje ya nyumba. Jamaa Tom bwana anamuuliza kipenzi chake, bibi una amani kabisa? Unaona ni vyema sisi kwenda kupata chakula nje ya nyumba? Bimdada Clara bwana anamwambia, ni sahihi tu twende, kwani tutaogopa hadi lini? Vitunguu maji huku bwana vinaendelea kumpigia simu Mr. Tom, Tom hapokei. Wakati bimdada Aurora anaendelea kupiga simu yake kwa Tom na Tom haipokei, bimdada Nova bwana anaonekana kupokea simu. Ilikuwa ni ya taarifa kwamba wawili hawa wameonekana wakienda kupata chakula. Anamfikishia taarifa hizi mdada wake. Dada anaendelea kuwaka, anachukia kabisa baada ya kusikia hizo taarifa. Baada ya hapo bwana, bimdada Aurora inaonekana kutoa maelekezo. Ni anawaelekeza na kuwasisitiza kabisa kwamba kazi niliyowapatia naombeni muifanye. Msifanye makosa kabisa. Ni kazi gani ameitoa na ni kwa kina nani? Hebu ongozana na mimi na usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Baada ya wawili hawa bwana kuwa wametoka kupata chakula cha jioni, hatimaye wako nyumbani. Baada ya kuteremka kwenye gari bwana, ni wanakutana na kundi la wahuni. Ni wanagongwa balaa. Ni kisago hapa na pale. Mr. Tom bwana anajaribu kupambana nao, ila wapi. Anaona ni bora aende akamlinde mlembo. Anafika na mkumbatia mtoto. Mara Aurora huyu hapa, "Namwambia Tom, toka hapo. Watakuumiza, watakuua kipenzi changu. Hebu toka hapo, mwache huyo muue." Ukisikia chizi wa mapenzi sasa ndio huyu. Tom anamwambia, bwana bora mniue mimi kuliko kumuua huyo mlembo. Bimdada Aurora bwana anamwambia, waongezeni. Anaendelea kugongwa. Wanagongwa. Mr. Tom bwana anamwambia Aurora, kwa nini unafanya hivi kwa kweli? Kama ni mahusiano mimi na wewe yalishaisha. Si ungeacha bwana sisi tukaendelea kuishi na maisha yetu. Kwa nini utufanyie hivyo? Bimdada Aurora bwana anaamua kuondoka. Mr. Tom bwana anamkusanya mlembo wake, wanaingia ndani. Bimdada Aurora bwana akiwa zake na Nova huku anaendelea kulia. Anasema, kwa kweli tangu niwe na Tom sijawahi kuona upendo huu. Anampenda sana huyo dada. Kadri ninavyozidi kumwadhibu ndivyo mapenzi yao yanazidi kuongezeka. Nifanye nini Nova rafiki yangu? Bimdada Clara bwana anaonekana kama vile bwana amechoka kabisa. Anamwambia Tom, bwana bora mahusiano yangu mimi na wewe yaishi. Lakini kwa hali hii kweli mimi nimeshindwa. Jamaa bwana anaendelea kumsisitiza, anamwambia kama ni hivyo bwana bora twende polisi, tukatoe taarifa polisi kuliko kuachana. Lakini kwa mazingira haya sio vizuri. Bimdada Clara bwana anaendelea kusisitiza, bwana bora mahusiano yangu mimi na wewe yaishe kabisa. Naomba niondoke. Bimdada Aurora bwana inaonekana kupokea simu. Ilikuwa inatoka kwa Mr. Tom. Mr. Tom bwana alikuwa analalamika, anamwambia hawezi kunifanyia hivyo. Ni mambo mengi umenifanyia, nimekaa kimya. Sasa inatosha. Bimdada Aurora bwana anamuuliza, kwa hiyo unasema nini? Jamaa bwana anaendelea kusisitiza kwamba imetosha. Bimdada Aurora bwana anamwambia, kiukweli hata mimi nimetosha. Nimejaribu kupambania penzi langu, lakini naona kama vile imeshindikana. Sasa inabidi ifikie mahali nikubali tu kwamba nimeshindwa
na nikuache uendelee kuishi maisha yako na mimi niishi maisha yangu. Leo Mr. Tom bwana anamfikishia ujumbe huu bimdada Clara kwamba Aurora bwana amekubali, ameamua yaache aishe. Wawili hao bwana wanakumbatiana. Wakati huo bimdada Clara alikuwa live bwana, mzee wa mitandao huo. Kwa inabidi awajulishe tena umma bwana, huyu ni Tom, ndiye kipenzi changu. Umejifunza nini? Subscribe, comment na ushare.